Baby. Kuna nini? Mimi sijui hata kuna nini. Haujui? Haujui na umenifunga? Haya, sijui utaona nini? Mimi sijui. Niambie. Haya. 1 2 3. Baby. Baby. Hivi vitu ni vyetu? Yeah. Siku tumetoka out, tulipopita sehemu ya furniture niliona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo unavitamani, na ndio maana nimekuletea uwe karibu navyo. Baby, pia TV kubwa. Si ulitamani siku ile? Nakupenda babangu. Nakupenda pia. Kama unavyoona, unaweza kuangalia chochote unachotaka. Kweli? Yeah. Lakini ni nzuri alafu kubwa. Hata mwenyewe unatosha. Najiona. Asante. Kwa zawadi uliniletea leo. Ndio pia chakula kitamu. Kizuri. Utaenjoy. Ina maana kwa sababu nikuletea zawadi ndio unipikie chakula kitamu? Kwani sikila siku nakupikia chakula kizuri kitamu. Unakula na unaenjoy. Nilikuwa nakutania tu. Ndio maana nakupenda babangu. Nakupenda pia. Okay, wake up nikakuandalia chakula. Ule enjoy na uletea. Sawa. Kulikoni? Mbona unasumbulia mabegi tu? Ni swali gani hilo unaniuliza? Kwa mimi ni ajabu kuja nyumbani kwangu ukiwa umebeba mabegi? Kwani nina muda maalum mimi wa kuja nyumbani kwangu? Sawa, karibu mwenye nyumba. Asante, nimeshakaribia. Naomba nikuulize kitu. Unaweza ukaniambia hizi pesa za kununua TV, kubadilisha sofa, umezitoa wapi? Unataka nikujibu kama nani? Askari, jaji, labda benki umenipopesha, au nikujibu kama nani? Vyovyote vile ujisikia kusema. Siku zote Mdachi nikikuomba pesa ya matumizi, unasema sina pesa, sina pesa, sina hela. Umenunua TV kubwa ya thamani kabisa, umebadilisha mpaka na makochi, lakini nikikuomba hela matumizi unaniambia hauna. Kama mwanamke wako unihudumie, kila nikikwambia hela unasema hauna, lakini kumbe pesa unazo za kufanya kila kitu. Hivyo mwanaume ni kuweka kwenye fungu gani? Haunijali kama mwanamke wako hata siku moja. Nilijaribu kuondoka nikajua utajirekebisha, lakini hamna kitu. Sijafanya kwa ajili yako. Umefanya kwa ajili ya nani? Aya, kuhusu.
Huyo anayekupa kiburi ajiandae kwa vita na mimi. Babe. Mwangalia alivyokosa haya. Eti baby. Yaani kwenye nyumba yangu mimi unajitawala. Hivi una akili kweli wewe binti? Nyumba yangu shaigeuza dangulu, unafanya unavyojisikia. Unajiona kama ndo mother house, si ndio? Unachonitafuta wewe binti ni kunitafutia kesi. Nije nikupige, nikukatekate, nikudumbukiza kwenye friji ili serikali nitafute. Unakoelekea binti, unatafuta kifo chako kwa mikono yako miwili. Acha mazoea na mume wangu, utakufanya kitu kibaya. Sio hivyo dada. Eti sio hivyo dada. Mimi ni dada yako. Ningekuwa dada yako ungediriki kutembea na mwanaume wangu? Hivi unakisikia unachokiongea eti dada? Mimi ni dada yako. Ningekuwa dada yako kweli, watu mmoja ungefanya hicho kitu? Nisamehe. Nisamehe kirahisi tu? Unafikiri kuna msamaha unapatikana kirahisi? Sasa nisikilize. Jiandae kuanzia kesho asubuhi. Unaondoka unaenda kwenu Mwanza. Na hata sentimia ya nauli sikupi. Mbwa wewe. Kongoni mmoja wewe usojua. Hii nyumba itakushinda. Lazima uondoke. Labda kama sio mimi mwasi. Huyo anakutia kiburi mdache. Takuwa juu vizuri mwili wangu. Mimi ndo mwasi. Shashindikana hivyo. Kwa mwanaume wangu? Tajua ujui. Tatizo nini? Mbona alia? Je, Mimi siwezi kuendelea kukaa hapa. kuna nini? Na kitu gani kimetokea? Mdachi. Ikiwa kaniambia kesho niondoke. Na mnyembe nisipoondoka atanifanya kitu kibaya. Je, hakuna mtu yoyote anaweza kukupangia wewe kwamba uondoke? Kama mimi sijasema, basi ujue hilo haliwezekani. Mdachi, hapana. Naomba niondoke nikuache na mke wako. Niwape uhuru wenu. Unahitaji kufanya hivyo? Ina maana unipendi? Mdachi, najua unaelewa na unatambua jinsi gani ninavyokupenda. Hapana ji, haitakiwi kuogopa. Unajua kabisa kwamba mimi nakupenda na nimekuchagua wewe kwa sababu najua kuna vitu vingi ambavyo tunaendana. Sihitaji nikupoteze. Kwa nini unataka unipoteze kirahisi hivyo? Mdachi, naomba niondoke katika maisha yako. Najua kwa muda mchache nilokaa na wewe umenifundisha nini maana ya mahusiano. Umenifundisha nini maana ya kupenda Mdachi. Ila kwa sasa naomba nikae mbali na wewe. Nasikiliza. Kama sijaamua mimi uondoke, hakuna mwingine yote atakayeamua uondoke. Mdachi, mimi sitaki shida. Acha niambie atanifanya kitu kibaya Mdachi. Usilie. Tabasamu. Sasa twenda mimi na wewe. Inabidi nimwonye kwamba asikuguse kwa lolote, kwa chochote, na atakapokugusa
ajua kabisa itakuwa ni mbaya kwake. Twende. Mwasi, sihitaji kuona unamkera Jii kwa lolote. Wewe Mdachi, hivi utakuwa umechanganyikiwa kwenye akili yako au? Hivi huyo Jii ni nani kwenye nyumba yangu? Ina maana kuwa Jii ana thamani kuliko mimi mke wako eh? Kwa nini umejisahaulisha? Kwa unampa kipaumbele malaya kuliko mke wako? Nimekwambia na maanisha. Sitaki kusikia kelele zozote. Sitaki kusikia chochote kile kwake. Kwa hiyo kumbe haupendi amani kwenye hii nyumba, si ndio? Wewe ndo unachochea ujinga, si ndio? Kumbe wewe ndo unamjaza ujinga huyu binti anizarau, si ndio Na hisi hutaki amani kwenye hii nyumba. Na kama hautaki amani, mimi mwenyewe naweza kuivunja amani. Nitakuonyesha binti. Nadhani kama unapoteza amani, sawa. Kwa sababu utakuwa umeamua wewe. Lakini sisi tuna amani. Ila kama utakuwa umekuja kuvuruga amani, ni sawa. Ninachotaka kukuambia ni kwamba Jii aishi kama house girl ndani. Kwa hiyo hizo dharau na vituko vyako hivyo sivihitaji. Nikajua tunaenda kwa upande wa mke wako. Sijawahi kuwa upande wake. Muda wote niko upande wako tu. Kweli? Yeah. Ndio maana nakupenda babangu. Na kama akishindwa kuondoka, basi kazi anayo. Anataka vita. Atajua mwenyewe.